Habari, karibu tena kwenye channel yetu, na kama ndo mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini vile vile usisahau kubonyeza kikengele ili usipitwe na video yetu yoyote kila tunapoposti video mpya. Kumbuka tu tunaposti video mpya mara 2 mpaka 3 kwa wiki. Kwa hiyo kubonyeza kikengele ni sehemu muhimu sana ili uweze kuwa notified. Na leo tunaenda kuonyesha jinsi ya kupika visheti vya nazi laini sana, vitamu ajabu. Tafadhali ungana nasi mwanzo mpaka mwisho. Utahitaji unga wa ngano, hapa tumetumia nusu kilo. Utauchekecha vizuri na kisha utaongeza baking powder kijiko kimoja cha chai, utaongeza chumvi kijiko kimoja cha chai, lakini utaongeza iliki iliyosagwa vijiko 2 vya chai. Kama ni mpenzi wa sukari, vile vile unaweza kaongeza na sukari, na kisha utachanganya vichanganyiko wako wote wa vitu vikavu. Nikumbushe tu, kama umekwisha kusubscribe, tafadhali usahau kubonyeza kengele ili uweze kuwa notified. Utaongeza mafuta ya moto mils 50 mpaka 70. Ya mafuta ya moto ya kupikia nimeweka jikoni yakawa ya moto kabisa, na kisha nikaenda kuyachanganya. Utachanganya katika unga wako mpaka uhakikishe unga wako wote umekolea vizuri mafuta, lakini vile vile yasiwe na mabonge. Kwa hiyo utachanganya kwa kutumia tu vidole vyako vya mkono au kiganja kama unavyoona, na utachanganya vizuri mpaka uone kabisa unga wako vibonde vile vimepotea na unga umekuwa kwa design kama hiyo unayoiona. Ukiangalia unachabuka vizuri, unaachama, na hii ni siri mojawapo ya kusababisha visheti vyako vitoke vilaini sana. Kwa hiyo ni sehemu muhimu sana. Kisha tunaenda kuongeza tui la nazi. Kwa kiwango cha tui la nazi siwezi kusema ni mwezi kiasi gani, kwa sababu unga unatofautiana katika kupokea maji. Cha msingi tu utakuwa unaongeza tui lako kidogo huku ukiendelea kuchanganya unga wako, kukanda, ili kuhakikisha visheti vyako havitoti. Nikisema ni kiasi fulani, unaweza kukuta aina nyingine ya unga inapokea, kwa hiyo vitatota, lakini vingine vinaweza vikawa vikavu. Cha msingi ongeza unga ongeza tui lako la nazi kidogo huku ukiendelea kukanda, na uweze kupata donge ambalo linatakiwa. Donge la visheti, niwakumbushe, halitakiwi liwe laini sana, yani lisiwe tepe, linatakiwa liwe likavu. Kwa hiyo visheti vyako utakuwa unaongeza tui lako kidogo na kulikanda mpaka liwe na ukavu kama unaloliona hapa. Likifika katika saizi hii, basi unajua donge lako limekuwa kavu vizuri, na hata ukiangalia mkononi unakuta halinatinati. Nadhani unaweza kaliangalia ni likavu, hali ile laini kama lile la mandazi, linakuwa laini gumu kiasi. Nadhani unaweza kaliangalia, hii ndo standard ya donge la kisheti. Kwa hiyo utafunika donge lako la kisheti na utaliacha kwa dakika 15 mpaka 20 ili unga uendelee kujivuta na kujishika vizuri zaidi, lakini kusababisha vile vile visheti vyako kuja kutoka vizuri na vilaini. Utaweka katika kibao chako au sehemu yako kufanyia kazi, kisha utanyunyiza unga kidogo. Angalizo, unga usinyunyize unga mwingi. Unga kuwa mwingi katika visheti vyako vitasababisha mafuta yako kuchafuka, kutengeneza kama povu. Kwa hiyo kila kitu jitahidi kiwe kwa kiasi. Kwa hiyo unga hapo utanyunyiza kidogo sana. Kumbuka donge lako ni likavu, kwa hiyo sio rahisi sana kwa donge lako kunatanata wakati ukiwa unalisukuma. Utalisukuma kama unavyoona kupata katika ile size ambayo unapendelea wewe. Kwa hapa nitaonyesha visheti ambavyo nitavisukuma mpaka ile size nyembamba kabisa, lakini bado vitatoka vilaini. Visheti kwa vilaini au kwa vigumu sio kwa sababu ya jinsi ulivyosukuma vikawa vimbamba sana, hapana. Kinaweza kuwa chembamba lakini bado kikawa ni kilaini. Ukishamaliza kusukuma, utakata katika pembezoni kule ili visheti vyako vitoke na shape nzuri, na kisha utavikata kama unavyoona. Mimi nimefanya kwa staili hii ili iende kwa haraka zaidi. Eneo langu la kufanya kazi ni kubwa kidogo, kwa hiyo nilivyosukuma donge langu lote nikaja nikakata kwa design ambayo unaiona. Kisha baada ya hapo nitakata tena kwa staili kama hii unayoiona ili viende kwa haraka. Ukiangalia zoezi ni jepesi sana, na mapishi ya visheti ni vilaini na vipesi sana. Ukishamaliza kukata kama hivyo unavyoviona, kumbuka nimesema ulaini wa visheti sio lazima viwe vinene vikiwa vina nyama, hapana. Unaweza kusukuma hata vikawa vyembamba lakini bado vikatoka laini. Cha msingi ni jinsi ulivyoandaa unga wako, jinsi ulivyokanda, lakini vile vile kile kipande ule wakati wa kuweka mafuta na kuchanganya ni sehemu muhimu sana. Kwa hiyo visheti vyetu vitatoka kwa design kama hii unayoiona hapo.
Utaweka mafuta yako katika chombo chako cha kukaangia, na kisha pata moto kiasi utadumbukiza visheti vyako. Unavidumbukiza kama hivyo unavyoviona, na mafuta yakikolea vizuri unaona vyenyewe vinaanza kuachia kutoka kwenye kimoja, ila unaweza kuvisaidia vile vile kwa kutumia kifaa chako cha kukaangia kama hivyo unavyoona. Utaviacha kidogo kwa dakika chache, utaviona vinaanza kupanda juu vyote, na kisha utaendelea kuvichanganya. Utavichanganya mara kwa mara. Hii inasaidia visheti vyako vyote vitoke vikiwa vina rangi moja, yani visiwe kwamba vingine vinawahi kuiva sana, vingine vinachelewa. Kwa hiyo utafanya zoezi hili kwa kuvichanganya mara kwa mara mpaka uhakikishe umepata ile rangi ambayo unapendelea wewe. Unaweza kusaidia kulike video hii na video zetu nyingine, lakini kutembelea katika channel page yetu kuangalia mapishi mengine mbalimbali. Vile vile unatusaidia kwa kusubscribe, ni support yenu kubwa sana sana sana. Inatusaidia kwa channel yetu kukua na inatutia moyo. Ukiangalia visheti vyetu hivi ndivyo vinavyoonekana. Unaona kinapasuka vizuri sana, ni kilaini mdomoni, ni kitamu. Kwa wale ambao wanapendelea sukari, wanaweza kukoroga shira na kuvichanganya na shira. Ila hii ni kwa wale ambao si wapenzi wa sukari. Ni vitamu sana. Tafadhali usisite kujaribu pishi hili na mapishi yetu mengine.